Watu wa Nairobi, hii ni yenu. Nairobi County. This one is for you. Karibu sana Sakajare. Ingawa sometime napatana na umati kama Juda na kuuza bei 30 wewe wakati umenishika hauniachi kwanza unanidunga makaimati na rafiki wa dhati. Ingawa sometime napatana na umati kama Juda na kuuza bei 30 wewe wakati umenishika hauniachi kwanza unanidunga makaimati. Hajawahi niangusha. Hajawahi niangusha. Anauliza mwanadamu jinsi ya kumtendea mwanadamu, basi mimi nisingekuwa jinsi nilivyo, hata tena nisingekuwa mahali nilipo. Ungeambiwa sifai, wewe kukanya vikali, listen, ungekumbushwa dhambi zangu za kale. Baba yoyo, unabariki unayependa, unabariki unavyopenda. Mimi nahitaji ndio yako Yesu tu. Nahitaji ndio yako Yesu tu. Ninataka ndio yako Yesu tu. Yako Yesu, ndio yako ndio itanisimamisha. Ndio yako itanifungulia milango. Hakuna sikio lenye funiko jamani, wala sijaona jicho lenye pazia. Adui zako wangelikuwa na uwezo, wangefumba macho, wangefunika masikio, wasikuone ukiwa juu, wasisikie umebarikiwa. Meza utaandaliwa mbele yao, utakula utakunywa mbele yao. Nasema ndio ya Bwana. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. Turn the DJ. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. All I require for life, God has given me, for I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I'm working in power, I'm working miracles, I live a life of favor, for I know who I am. I'm working in power, I'm working miracles, I live a life of favor, for I know who I am. Hey. Hey. We are a chosen, come on. We are a chosen generation. We've been called for to show His excellence. Hey, all I require for life, God has given me, and I know who I am. We are a chosen generation. We're being called for to show His excellence. All I require for life, God has given me. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am, what
Asante sana. Asante sana. Tunazidi kuwatambua viongozi kwa nyadhifa zao mbalimbali na viongozi pia wa nyanja mbalimbali. Tuko leo hii na wageni ambao wamejiunga nasi kutoka mashirika mbalimbali. Tuko na washikadau wa chama tawala na tuko na wafanyikazi wa chama tawala ambao wameketi hapa na wamevaa nguo zao za yellow. Naomba wote wasimame tuwapongeze kwa makofi kwa sababu wanafanya kazi nzuri. Wale wote wanafanya kazi kwa chama ndo hao, tuwapigie makofi tafadhali. Hawa ndo wanafanya leo hii tumeng'ara namna hiyo tulivyo. Asanteni sana. Ninataka niwatambue wanachama wa kamati kuu ambao wako hapa. NEC members, National Executive Council ya chama tawala wako pamoja na sisi. Nataka nimtambue kwanza Seth Sindani Panyako. Nikimtaja NEC member tafadhali unasimama ili watu wanakuona. Wale nitawataja unasimama unaonekana, na nitaanza na Seth Sindani Panyako ambaye ni Deputy Chairperson Programs. Yuko wapi? Naomba unasimama nikikutaja tafadhali kwa heshima. Tuko na Daniel Olesambu, Deputy Secretary General Operations. Tuko na Mohamed Sahal. Tafadhali nikiwataja, Mohamed Sahal yuko pale ambaye ni Deputy Secretary General Strategy. Tuko na Kanake Joshua Mugo, Deputy National Treasurer Programs. Tuko na Otuoch Mary Emase, Deputy National Treasurer Strategy. David Kipkemoi Rotich, Deputy National Treasurer Operations, yuko pamoja na sisi. Jamhuri Guyo Warda, Deputy National Organizing Secretary Operations, yuko pamoja na sisi. Ipato Surum Korema, Secretary Tourism, Environment and Natural Resources, yuko pamoja na sisi. Mary Wanjiro Kabiro, Secretary Water and Sanitation. Lea Manyaki yuko pamoja na sisi, Secretary Health. Francis Ngodho Maina, Secretary Energy, Petroleum and Mining, yuko pamoja na sisi. Tuko na Katile Mwangangi, Secretary Youth Affairs, Sports and Culture. Tuko na Ronald Mwasambo Shako, Secretary Lands, Housing and Urban Planning. Tuko na Cecilia Wairimo Njavi, Secretary Women Affairs. Robert Theuri Maina, Secretary Education. Mapenzi Saamini, Secretary ICT. Wakili Edward Morio, Secretary Legal Affairs. Julius Madhenge, Secretary Agriculture, Livestock and Fisheries. Tuko na Cecilia Ngetit, Secretary Transport and Infrastructure. Mark Lemunokol, Secretary Devolution and Intergovernmental Relations. Tuko na Ndi Franklin Mbuba, Secretary MSMEs, Trade and Industrialization. Nitazidi kuwatambua jinsi nitakavyopokea majina yao ili tuweze kuwapongeza kwa kazi nzuri. DJ. Mambo mazito mazito. Nafsi yangu msifu Bwana. Daddy Owen once again. Regala Sarkozy.
Kuvaa kwangu ni wewe wako Baba, kuvaa kwangu ni wewe Baba, nakupa sifa. Maisha yangu ni wewe kabisa Baba, ni wewe, uzima wangu ni wewe Yahweh. Hata kama sina pesa, hata kama sina mali, hata kama sina, kwa mapenzi najua utatenda. Utatenda Baba. Maisha yangu ni wewe, sifu kabisa Baba, ni wewe, usiku na mchana wangu ni wewe, simani kwako Baba. Asante sana. Yondobiki sangolongolanga na pasi Ozali nzambe ya bolingo Ozali nzambe ya boboto Ozali nzambe yobikisaka Yobikisa Yozali nzambe ya bolingo Yozali nzambe ya boboto Yozali nzambe Yondobiki sangolongolanga na pasi Ozali nzambe ya bolingo Ozali nzambe ya boboto Ozali nzambe yobikisaka Wapi watu wa Nairobi? Wimbo ya watu ya Nairobi ni hiyo. Asante sana. Asante sana. Ninaambiwa DJ tafadhali uweze kutafuta wimbo ulikuwa maarufu sana kule Tana River wa UDA, Ufifu Dagafu. Tafadhali tafuta huo wimbo DJ kwa heshima kwa ajili ya ndugu zetu wa kutoka upande huo. Tafuta nyimbo ya Kisamburu, tafuta nyimbo ya Wamasai, tafuta nyimbo kutoka kule Western Kenya, tafuta nyimbo ya Wasomali. Tafadhali tafuta nyimbo zote hizo, kwa sababu leo tumetoka pembe zote za taifa, tuko hapa. DJ akiendelea kutafuta, niwafahamishe kwa mara nyingine kwa heshima na taadhima kubwa kwamba leo tutakuwa na njia tofauti ya kuwaingiza viongozi wetu. Wataokuja wa kwanza watakuwa ni viongozi wa chama tawala, akiwemo mwenyekiti wa kamati kuu, katibu mkuu, mwenyekiti wa baraza la magavana, pamoja na viongozi wa walio wengi katika bunge la kitaifa na bunge la seneti na viranja wao. Watakuja wa kwanza kupitia mlango huo na tutawakaribisha kwa shangwe hadi wachukue nafasi zao. Atakayefuata atakuwa ni naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, ambaye pia ni naibu mwenyekiti, ni naibu kiongozi wa chama tawala cha UDA. Ataingia pia, tutamshangilia kwa shangwe hadi atakapochukua nafasi yake kwenye jukwaa kuu. Na kisha mwisho kabisa tutampokea Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, na ambaye ni kiongozi wa chama chetu, chama tawala cha Umoja na Muungano wa Kidemokrasia cha UDA. Tumkaribishe kwa shangwe, heko, nderemo na vifijo, kwa sababu ni mkutano wa baraza la viongozi wa kwanza kitaifa, na pia ni katika ukumbi huu, katika kumbukumbu za historia ya Jamhuri. Tutakumbuka kwamba Mheshimiwa Rais aliweza kupokezwa cheti chake cha kuongoza taifa kama rais wa awamu ya 5 ya Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo tutampongeza yeye, hataenda kule juu, atakuja hadi hapa katikati, ambapo tutasimama wima, tutazivua kofia zetu
kwa heshima ya wimbo wa taifa, wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, dua na sala fupi. Dua ya siku ya leo itaongozwa na Shehe Abu Katada, yuko pamoja na sisi, pamoja na sala ambayo itaongozwa na Mheshimiwa Naomi Wako, yuko pamoja na sisi kutuongoza kwa sala, na kisha Mheshimiwa Rais tutampongeza tena hadi achukue nafasi yake katika jukwaa kuu, kisha tuweze kuendelea na ratiba. Niko na wafawidhi wenzangu wakalimani wa ishara, niko na Joseph Kemadhi, Mary Mwaora, Sophie Kirui na Abandego Kipto. Hawa ni wakalimani wa ishara kwa ajili ya ndugu zetu ambao wako pamoja na sisi siku ya leo. Nimtambue Mheshimiwa Wycliffe Wangamati ambaye alikuwa gavana wa jimbo la Bungoma, na pia Mheshimiwa naibu gavana Madam Batiani yuko pamoja na sisi kutoka jimbo la Bungoma. DJ, sijui kama umepata nyimbo ya Hafifu, naitwa Hafifu, Ufifu Dagafu. Ni nyimbo ilikuwa maarufu sana wakati Mheshimiwa Rais anatafuta kura katika kila pembe ya taifa, haswa katika jimbo la Tana River. Sijui studio kama tumepata wimbo huo. Na pia tukiendelea kutafuta wimbo huo, sijui tuko na wimbo upi wa ndugu zetu kutoka Masaini, jimbo la Kajiado, jimbo la Narok, jimbo la Samburu, Ilchamos wa Baringo, wale wako kule Laikipia, wale wako Marsabit. Tafadhali, wimbo wa jamii ya Kimasai. Kama tunao studio, tunaweza kuendelea tukisubiri kuwataja viongozi wengine wengi ambao wanazidi kujiunga nasi. Muda wowote kuanzia sasa tunamsubiria mgeni wetu wa heshima, Mheshimiwa Rais. DJ, pia ukipata sipangwingwi utusaidie pia nayo. Nimeona pia tuko na mawakili wetu. Nimemwona wakili Kamodho, karibu sana wakili. Na bwana DJ, tafadhali tutapanda hapo juu na viboko. DJ. Kwa sasa tutaikaribisha Presidential Escort Band watupe wimbo mmoja, ishara kwamba rais yuko njiani. Kwa hivyo wana Presidential, karibuni sana. Due to public demand, wanaomba mtuchezee mkono wa Bwana. Hiyo ndio tutaingiza nayo mdosi. Asanteni sana. DJ yenye uko nayo wakiwa tayari. Asante sana DJ, asante sana. Hii ni ishara tu kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya yuko pamoja na sisi. Tukiona bendi iliyoko kwa msafara wa rais, ni ishara tu kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya ambaye pia ni mgeni wetu rasmi. Tukielekeza macho yetu kwenye screens ambazo ziko hapo ukumbini, mtamuona Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya. Ni ishara tu kwamba ameweza kuwasili. Kwa nafasi hii, ninataka nikaribishe bendi. Kabla ya bendi, tafadhali, tunaomba kwa sababu Mheshimiwa Rais yuko na sisi hapa ndani. Tafadhali tunaomba hapa kwa hii njia, tafadhali. Kila yoyote ambaye yuko kwa hii njia, utafute mahali uketi
Mheshimiwa Rais atakapokuwa anaingia, tafadhali tunaomba kwa heshima tumuache tu haje peke yake tafadhali. Kwa hivyo hapa protocol officers mtatusaidia, we make sure that the road is clear. Karibuni sana wana. Thank you sir. Na nitaomba tafadhali tuziangalie simu zetu. Kama uko na simu, hakikisha iko katika hali tatu. Hali ya kwanza iko hali kimya, silent mode. Hali ya pili katika hali tetemo, vibration. Hali tetemo, vibration. Hey, ndugu yangu. Ama uweze kuizima kabisa. Ndugu yangu, tuongeleshe Kiswahili tunajua bwana. Hali tetemo tena. Asante, nataka niwaalike bendi iliyoko kwa msafara wa rais wakituletea nyimbo 4 maalum. Wataanza na wimbo wa Mkono wa Bwana, Sina Makosa, Charonyi ni Wasi, na watamalizia na Mogithi Mix, tukiendelea kumsubiria Mheshimiwa Rais. Wakiendelea kujipanga, nitaomba sasa pia viongozi uchukue nafasi yako ya kuketi. Kwa heshima tafadhali, na tusiweze kutembea, tusiondoke. Sasa mahali unaketi, hapo ndo unastahili kuketi. Tafadhali chukua nafasi ambaye unahisi unastahili. Tafadhali. Sound check.
Tuwapongeze kwa makofi bendi tafadhali. Hivi karibuni tutampokea Rais wa Jamhuri ya Kenya ambaye pia ni kiongozi wa chama. Na akifika kama ilivyo desturi, nitaomba sote tuweze kusimama, tumkaribishe kwa shangwe na vigelegele, alafu baadaye tutaendelea kwa wimbo wa taifa, tukifuatilia na wimbo wa Jumuiya la Mataifa. Naomba sote tuweze kusimama. Hebu sote tusimame tuweze kumkaribisha rais. Tumkaribishe rais kwa shangwe na vigelegele tafadhali. We can do better than that. Tumkaribishe Mheshimiwa Rais kwa shangwe na vigelegele. Wimbo wa taifa. Kwa heshima
Tumshangilie Mheshimiwa Rais kwa mara nyingine tafadhali. Na nitaomba tubaki tumesimama rais anapoenda mahali pake pa kuketi ili tuweze kuanza kwa maombi, alafu nimpishe mwenzangu Alex aendelee na ratiba. Kwa sasa nitamwalika Sheikh Abu Katada kutuongoza kwa maombi ya Kiislamu akifuatiliwa na Mheshimiwa Naomi Wako, Woman Rep wa Marsabit, kutuombea. Tubaki tumesimama. Karibu Sheikh. Nitaombeni kwa heshima na taadhima, tutumieni muda huu kumwelekea Mwenyezi Mungu kwa ajili ya maombi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ewe Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na ardhi na vyote vilivyomo, utukufu na ukamilifu ni wako wewe, sifa zote njema wastahiki wewe. Ya Hayyu ya Qayyum, twakuelekea kwa muda huu na kukuomba kwa unyenyekevu. Mola wa mbingu na ardhi, ijalie amani na maisha bora katika nchi yetu. Ewe Mola wa mbingu na ardhi, yeyote anayeitakia nchi yetu kheri, basi mwafikishie kwa kila namna kheri hiyo iweze kutimia. Muhifadhi rais wetu mpendwa wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Samoei Ruto, mpambe kwa siha njema na afya, mpe busara, hekima na maarifa ya kuiongoza nchi yetu pendwa. Mlinde na kila shari na kila mwenye shari na aliye na dhamiri mbaya moyoni mwake dhidi ya nchi yetu. Ya Allah, twakuomba vile vile muhifadhi makamu wa rais Mheshimiwa Rigathi Gachagua na viongozi wote kwa jumla, wapambe kwa siha njema na afya. Ewe Mwenyezi Mungu, ibariki nchi yetu, tujalie amani, tutilie baraka kwa kila hatua tunayoichukua. Mwisho Mwenyezi Mungu, twakuomba jalia kikao hichi kiwe ni chenye kuzaa matunda na maarifa yatakayosaidia chama kuzidi kuimarika, na mwisho twasema alhamdulillahi rabbil alamin. Almighty God, we come before you. We glorify your holy name for bringing us and gathering us here as members of UODA who are elected and nominated. Lord, we thank you for the far you have brought us as a country. And so far, Lord, you are our Ebenezer. Heavenly Father, you created the whole universe. You created each one of us in your own image. Lord, at this particular time, you have appointed and elected each one of us to be leading this country. And Heavenly Father, we thank you. As members of UDA Kenya Kwanza, we thank you for the victory that you gave us. Heavenly Father, we thank you for our president, who is a visionary leader, together with our deputy president, Rigathi Gachagua. Lord, we pray that your wisdom will be upon them. Heavenly Father, we pray that you will give them that special wisdom that comes from you, that Solomonic wisdom. In different times, Lord, we pray that you will guide them, guard their steps, so that they can lead this country according to your will. Heavenly Father, we know that Kenya is a special country for you. You have always been with us. You have saved us even during difficult times. And Lord, we pray that under our leadership, under the leadership of our president, Lord, we pray that peace will prevail in our country. Lord, we pray that unity will be there. Heavenly Father, we pray that we will be able to grow in prosperity as a country. Lord, we pray that we will be recognized and that your favor will locate us wherever we will be. Heavenly Father, for this particular meeting, we pray that your Holy Spirit will guide us and guide us. We pray that your Spirit will be hovering around us. Lord, we pray as we get out, you will watch over us and bless us, Lord, for all the blessings that we have received. Lord, we pray that you give us enough grace to celebrate for all the challenges that
may be there. Lord, we pray that you give us, and especially our president and his deputy, give them the strength to overcome. Heavenly Father, be with us from the beginning to the end. And Lord, we pray that you will bless the reasoning of our minds, the work of our hands. And Lord, we pray that Kenya shall be united, shall prosper under you. And Heavenly Father, we pray that under our leadership, your blessings shall always be there. And in Jesus' name we pray. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako naomba tuketi. Rais wa Jamhuri ya Kenya, Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi na kiongozi wa chama tawala cha Muungano na Umoja wa Demokrasia UDA, Mheshimiwa Daktari William Samoei Ruto, Naibu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya na naibu kiongozi wa chama tawala Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Mwenyekiti wa kamati kuu ya chama na gavana wa jimbo la Embu Mheshimiwa Cecily Mbarire, Katibu mkuu wa chama tawala Mheshimiwa Seneta Cleophas Malala, Mkurugenzi mkuu mtendaji wa chama Bwana Nicodemus Bore, Gavana wa jimbo la Kirinyaga ambaye pia ni mwenyekiti wa baraza la magavana Mheshimiwa Anne Waiguru, viongozi wa wajumbe walio wengi katika bunge la kitaifa na bunge la seneti, viongozi wote wa baraza hili kwa ujumla wao, mabibi na mabwana. Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, ukiona yafaa na kwako yapendeza, naomba unikubalie dakika 5 ya ratba nikuletee wacheza densi wa Bomas of Kenya wakiwa na wimbo maalum kutoka jamii ya Wagiriama alimaarufu Goda. Ukumbi huu, Mheshimiwa Rais, umekuwa ukikuza sanaa tangia mwaka 1971 na hiki tu ndo kikundi ambacho kimepewa cheti ya densi nchini. Karibuni sana.
Asante sana, tuwapongeze kwa makofi jameni. Asanteni sana kutuletea salamu za utangulizi na kudhibitisha wajumbe wa baraza hili kwa mujibu wa katiba ya chama. Naomba Mheshimiwa Rais unikubalie kwa ridhaa yako nimwalike katibu mkuu wa chama tawala Mheshimiwa Cleophas Malala. Bwana SG, karibu sana. Tumpongeze kwa makofi. Asante sana. Thank you. Your Excellency, the President, our party leader, Your Excellency, the Deputy President, our Deputy Party Leader, Honorable Council members, invited guests, ladies and gentlemen. This National Governing Council was convened pursuant to and in accordance with Section 7 of our Constitution. A notice to that effect was published on the 14th September 2023. National Governing Council is an organ of the party comprising of all elected leaders under the UDA party. I, Cleophas Wahungu Malala, the Secretary General of the United Democratic Alliance, hereby declare this National Governing Council properly, procedurally constituted and quorate. This council can therefore transact business. Your Excellency, members of the council, I welcome you all to this inaugural National Governing Council of the UDA party. I wish to congratulate all of you for your victory in the 2022 general elections. Congratulations, Your Excellency, for being the trailblazer in the victory of the UDA party in the last year's elections. You may want to recall, Your Excellency, that your victory was declared on this podium amidst one of the greatest threats of democracy in our nation. Symbolically, we are gathered here today because democracy won against a terrifying attempt to slay the voice of the majority of Kenyans. While that is behind us, honorable members of the council, it is undoubtedly an historical anchor of the success of our party. We must never forget that the UDA inaugurated a paradigm shift in the perceptions and practice of democracy in this country. Resultantly, we are here today at the National Governing Council, comprising of all elected leaders under the party, to unite in the virtues and modesty of victory, but also in the hope and obligation of the progressive growth and realization of our party's vision and mission. Honorable council members,
After a successful registration earlier today, 800 members of the County Assembly have reported here today. 138 members of the National Assembly, all our UDA senators, despite the fact Turukana, they have managed to attend this very important function. Honorable governors have suspended their duties to honor this occasion. Your Excellency, all our NEC members, and I want to recognize our NEC members. Kindly, where you are, just stand up. I recognize your presence, our NEC members. Asante sana. I say thank you and welcome to this. UDA has perpetually grown in membership from 54,000 members in 2020 to over 7 million members after a rigorous party recruitment drive. We take pride in being the largest political party in Kenya. Honorable Council members, we have a target of 15 million members by April 2027. Your Excellency, Section 7 of the Political Parties Act requires the party to have branch officials and offices in more than half of the countries. As UDA, we endeavor to open our branch offices in all the 47 counties. In the recent past, Your Excellency, you launched our Nyeri regional office, and we now look forward and invite you to open our next branch office in Homa Bay on 7th October 2023. Honorable Council members, we are desirous of inaugurating all our party organs as established in our Constitution. To do so, we have lined up a strategic program to build capacity and enhance respective portfolios. We have organized for the National Women Congress that will be hosted here in the coming month, preceding the Youth Congress, among others. These strides, Your Excellency, are with tremendous support of our partners, including but not limited to the Oslo Center, NDI, IRI, Elgea, FES, Piper, Conrad, UN Women, Danish Embassy, and CMD, to name but a few. Lastly, Your Excellency, you will recognize, honorable members, that as the ruling party, we must lead the way of democratizing the party leadership. That way, the less popular parties, in their quest to catch up with us, will emulate our ways of cumulatively, we will have a mature political democracy in Kenya. Personally, I am happy that I started my political journey as member of County Assembly to being a senator. Today, the Secretary General, not only of a party, but of the ruling party. To this end, bottom up must not only be a denominator in our economic policy, it must also be our political philosophy. We must therefore agree today and now, and further commit our dedication to ensuring a seamless success of the forthcoming grassroots elections from the bottom, that is the polling station, to the top officials of this party, that too is bottom up. Thank you, and may God bless you. I would like to take this opportunity, Your Excellency, to welcome the hosting governor, my brother, Governor Sakaja, to welcome us in this beautiful city of Nairobi. Karibu, Governor Sakaja. Thank you. Asante sana, Secretary. Asante sana. Wanachama wa UDA. UDA oye.
UDA mumesahau. UDA kazi ni kazi, pesa mfukoni. Inakaa hii kampeni ilikuwa zamani kidogo. Tutaomba Secretary General atukumbushe vile tunasalimiana. UDA kazi ni kazi. Kazi ni kazi, pesa mfukoni kabisa. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, and our beloved party leader, Your Excellency, our Deputy Party Leader and Deputy President of the Republic of Kenya, fellow delegates. Mine is short. Leo sina mengi, mambo ni matatu. Ya kwanza, karibuni Kanairo. I am honored to welcome the ruling party to the capital city of Kenya, where as a party we are proud that the government of Nairobi County is under UDA, na naomba tupige makofi kwa viongozi wetu na watu wetu wa Nairobi. Just to confirm wageni ni nani? Sijui kama tuko hapa na Rift Valley. Tuko na Rift Valley? Womune? Kabisa. Tuko na watu ya Masaini? Misisi Yesu? Tuko na Pwani? Kweli mko? Shikamoo. Tuko na Northeastern? Hakuna Northeastern? Tuko na Northeastern? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislajirna. Tuko na Western? Mlembe Vosi? Mwami Isominywe? Tuko na Nyanza? Nyanza ndo tumekosa? Tuko na Nyanza? Amuoso uduto te. Okouru jothurwa. Nani tumekosa? Tuko na Kisii? Abantu ba Mintombi Amore? Ngamotore? Tuko na eneo gani ingine? Tuko na Mount Kenya? Muriega? Muriega Rege? Mwadhani ya Goshuo? Tuehamue. Nyonai na Moko tuehamue. Bas, naona tuko na kila mtu. Yangu ni kuwakaribisha. Tumefurahi sana kuhost chama tawala kwa mkutano huu wa fahari. Ya pili, Your Excellency, is just to thank you for your strong leadership. Thank you because in 1 year, we have seen what a dedicated, committed, talented leader can do to a country that was in economic doldrums. Us as governors are following in your footsteps. And beyond that, we are grateful for your strong leadership of the party. A strong party is the hallmark and foundation of a democracy. Na chama ni mikutano. Huko mbeleni tulikuwa hatukutani, na kama ni kukutana ni kutukanwa. Sasa tunakutana kupanga mambo ya chama na mambo ya serikali. Asante sana rais wetu, na tunatarajia sana mipango ya chama, na tunakushukuru kwa kutupatia Cleophas Malala, kijana mchapakazi ambaye anatembea nchi nzima akijenga chama chetu cha UDA. Tupigie SG wetu makofi. Ya tatu nikimalizia, Your Excellency, umekutana na sisi magavana. Tunafurahi sana. Kwa mara ya kwanza county zinapata pesa ya mwezi huu. Sio mwezi ambao unafuata ama mwezi uliopita. The disbursements are coming on time. Thank you, you've met us and you're helping us. Umekutana na wabunge, maseneta, umekutana na ma-MP. Nataka nitetee MCS. At pia, Your Excellency, naomba upate nafasi ualike MCS wetu State House. Si ni kweli? Pia hao watembee wakiringa wakijua wako na serikali. Waite State House usikie maneno yao. Vile nilifika nilitembea nikawasalimia wote. Na nimesikia wako na maneno kidogo ambayo sio ngumu kwako. Vile unainua uchumi wetu, najua mambo ya MCS utaweza kuangalia. Wale, Your Excellency, najua kuna hii kamati ya kina Ishungwa ambao wanakaa. Kitu ya kwanza, let us entrench the Ward Based Development Fund ili kila ward katika taifa letu ipate maendeleo ambayo wewe unatuongoza. Sio ni sawa? Ya pili, hawa ndio wako kwa grassroots. Walikatwa mshahara, hata tuseme iongezwe kwanza irudi palilikuwa tu. Hata plenary hakuna allowance. Na kazi yao inakuwa ni ngumu sana. Hiyo tu.
si ati ikuwe zaidi pali ilikuwa kwanza, si ndio? Sasa ile tunataka kupitisha mambo yetu ya Big Four, ya better bottom up agenda, tunapata hatuna plenary. Ya mwisho kabisa, Your Excellency. Ya mwisho kabisa, Your Excellency, hiyo mwache, hiyo ndo mnaniletea shida. Ya mwisho kabisa, Your Excellency, watu wa UDA. Mnaona vile mmevaa leo? Vile mmedunga? Leo ukitembea Kanairo, hoteli yoyote, ukiingia, uitishe chai, uitishe mandazi, uitishe ingoho, ukule, alafu ulipe. Mungu awabariki. Wapi makofi ya Gavana Sakaja? Asante sana. Asante sana. Your Excellency, sasa ni fursa yangu kukaribisha the National Treasurer of the United Democratic Alliance, Honorable Japheth Nyakundi, akuje atudaie na tuambie kama watu wako compliant. Asante. Thank you, the Honorable Secretary General, the UDA party leader, the President of the Republic of Kenya, Honorable William Samoei Ruto, the Deputy Party Leader, Honorable Rigathi Gachagua, and my fellow Congress members. Good afternoon. Good afternoon once more. Let me first take this opportunity to welcome you officially to this National Congress here, National Governing Council here today. I also want to take this singular opportunity to congratulate each and every council member here today for winning for winning the election and leadership positions that you hold currently under the UDA umbrella. It is my privilege to be your national treasurer at the UDA party, the largest ruling party in Kenya today. I acknowledge with gratitude the responsibility and accountability that we have to you and to our party. In a special way, may I thank His Excellency, the President and the Deputy President and my fellow council members for the corresponding confidence in me to serve in this position as the National Treasurer of the ruling party. Primarily, may I state that the party draws its income from your monthly subscription as well as the political parties fund. Honorable members, it is important to appreciate that both income streams arise out of your being elected under the UDA party. The party's strength, perpetual growth, and sustenance is because of your duty and honor to pay your subscriptions. Honorable council members, may I therefore brief this council on the financial perspective of the UDA party. UDA has a total of 1,053 leaders across all the positions contested in the last year's general elections. Out of this, we have 20 governors and 20 deputy governors. We have 182 members of parliament comprising of senators, members of the National Assembly, women representatives, and nominated members of both houses. And we also have 808 members of the County Assembly.
The party has so far collected out of you members 127,060,138 Kenya shillings. The party has also received 345,800,393 from the political parties fund. Honorable members, may I inform you that the member subscriptions amount has not been expended even a single coin, because we intend to acquire and build our own party headquarters. It is useful to appreciate that 72% of governors and deputy governors have paid their subscriptions. 89% of senators and 98% of members are the most paid up in the subscription that we normally get monthly. Kindly, let us give them a round of applause. My members of parliament, my fellow members of parliament, I'm so proud of you. 85% of the members of county assemblies. These honorable members is a commendable effort in keeping true to our allegiance to the UDA party, a commitment to build an enduring political entity and an engraved symbol in the political history of this man. Next to the person next to you, I can see even the president has a tag. If there's someone who doesn't have a tag next to you, kindly tell him to pay his subscriptions. And out of this will assist us to have 100% compliance. Thank you, Your Excellency. Thank you, my fellow council members. May God bless you. God bless Kenya. Asanteni sana. Wapi makofi ya treasurer wetu? Asante sana. It is now my pleasure to invite the first woman chairperson of a ruling party in Africa and the whole world. The best governor, rated as the best governor, Governor Cecil Mbarire. Karibu sana, Madam Chair. Thank you very much, SG. The President of the Republic of Kenya and the party leader of the United Democratic Alliance, His Excellency Dr. William Samoei Ruto, the Deputy President of the Republic of Kenya and the Deputy Party Leader of UDA, His Excellency Rigathi Gachagua, the National Executive Committee members, Honorable Council members, distinguished guests, ladies and gentlemen. Hamjambo. Hamjambo tena. Wacha tusalimiane salamu za UDA. 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 Kazi ni kazi. Kazi ni kazi. Asanti sana. I want to start by thanking our party leader, His Excellency President William Ruto, for entrusting me with the responsibility of chairperson UDA party. Today I'm attending the first NGC as a chairperson, and it is indeed a remarkable honor for me and the women of this country, as it reflects the President's commitment to promoting and empowering women in leadership. This demonstrates that our party leader is not only a visionary leader, but also one who recognizes and values diversity and inclusivity in the political space. Your Excellency, asante sana, and I want to tell you that I have taken my role well. I have been steering the National Executive Committee meetings, the National Steering Committee meetings, and I can assure you that the NEC members and the NSC members are extremely, extremely committed to matters relating to the party. We have never had quorum hitches. They always come almost 100% at any one time.
Thank you, sir. Secondly, I want to extend my congratulations to all our party members for their outstanding achievements in the 2022 elections. UDA garnered 808 MCA positions, 128 members of parliament, 32 senatorial positions, and we have also managed 20 governors elected from UDA. And at this point, Your Excellency, let me tell you that out of the 20 governors, 4 are women in UDA. And it is the first time that one single party has produced that number of female governors. We appreciate. Also, Your Excellency, out of the 28 MPs elected from single-member constituencies, female MPs, 12 are members of the UDA party. So there's no doubt that this is the future party, the party of the women of Kenya, and this is the party that consciously nurtures the strength and the potential of women leaders to get to where they want to be. Kina mama hoye! Kina mama hoye! Thank you, Your Excellency, for being an extremely gender-sensitive president. We appreciate. I want to appreciate all our members for their tireless effort. Your Excellency, the success of the hard work of these honorable members is due to their dedication and commitment. We have demonstrated to the nation that UDA stands for unity, inclusivity, and opportunities for all, young and old, from all parts of this great nation of Kenya. I want to appreciate all our members for their tireless efforts in mobilizing support for the UDA party and our presidential candidate, His Excellency Honorable William Ruto. Your dedication and unwavering belief in the party's mission and vision resulted to our ultimate victory, garnering the presidency. We delivered what we wanted, but we have a lot more work ahead of us. Your Excellency, I want to assure these honorable members that we have agreed as a party, we are going to work hard to support the agenda of the UDA party and the Kenya Kwanza government and make sure we become the best ambassadors for all our programs at the grassroots level. And Your Excellency, we have also decided in fostering unity. The party will never do an activity in your ward, in your constituency, in your county without involving you. You'll be central in what we do as a party going forward. We have involved you before, but we'll even involve you more going forward. Because were it not for you and the many supporters you have left behind, the party would not be what it is today. Our journey did not end with elections. As members of the UDA party, we have a significant responsibility to support the president's agenda and implement the Kenya Kwanza government's plans for the people of Kenya. Our role as Lead Kenya, a better place for all citizens. As we look to the future, I want to encourage all Kenyans to participate actively in the upcoming grassroots elections, seek vacant elective positions, and run a peaceful and issue-based campaign. Our party thrives in the involvement of its members at all levels of government. It's only through active engagement and teamwork that we can bring about real change. Your Excellency, as I conclude, I want to take up from where Senator Sakaja wa Kanairo has left. Oh, Governor Sakaja, I'm very, very sorry. You've been senator for too long, but I want to agree with him when he says that it's about time, Your Excellency, you had a sitting with our 808 MCAs. And Your Excellency might please that uwaite State House, wakae hapo, wajienjoy, waongee na wewe, wakwambie shinda zao, ndio tuweze kwenda mbele. And Your Excellency, as
the governors of UDA, and because I'm a governor, we strongly believe it's about time we gave the assemblies independence, and we strongly believe it's time we entrenched the Ward Development Fund in the Constitution so that these great men and women can be able to deliver on their promises to the electorate. We just need to agree on a formula that is able to keep the wards and the counties on top. Your Excellency, that's not too much. We believe that MCAs are the most important grassroots leaders for this country. So, Your Excellency, with those few remarks, may I conclude by letting us remember that we are part of a political movement that is driven by the desire to transform Kenya. Let us continue to uphold the principles and values of the UDA party, and let us always remain united in our quest for a prosperous, inclusive, and just Kenya. Thank you. May God bless the UDA party. May God bless this country. And may God bless our party leader and deputy party leader. UDA oe! UDA oe! Asanteni sana. May God bless you. Ladies and gentlemen, honorable members, it's now my pleasure to welcome the Deputy President of the Republic of Kenya, who is also our Deputy Party Leader, the truthful man, son of Mau Mau, the Honorable Rigathi Gachagua. Asante, thank you. Aya. Arambe! Arambe! UDA! UDA! Kazi ni kazi. Asanteni sana na nimeshukuru sana. Rais wa Jamhuri ya Kenya ambaye ndio kiongozi wetu wa chama tawala, the strongest, the greatest party in the African continent, Dr. William Samoei Ruto. Governors wetu, senators, members of parliament, members of the county assembly and party officials, God is good and all the time. Munisalimie kwa haya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kiongozi wetu wa taifa, ningetaka kuchukua nafasi hii kwanza kutoa shukurani kwa niaba yako na sisi wote ambaye tuko na nyadhifa mbalimbali katika serikali yako, kutoa shukurani kwa hao viongozi, kwa sababu hawa rais wetu ndio machinery yako that mobilized 7.2 million Kenyans to make you the president of the Republic of Kenya. Kwa hivyo kwa niaba rais wetu na sisi wote tunasema asanti kwa ile kazi mlimfanyia rais, na sisi hapo tukapata, ni mlitusaidia na ni kazi yenu ambaye mlifanya ya kujitolea. Tunataka tuseme asanteni sana. Your Excellency, let me first thank you on behalf of the UDA fraternity that after we elected you as president, you have not disappointed. On behalf of our party, Your Excellency, I must say in this podium that your performance on the international stage has been nothing but excellent and excellent. Rais, umetutia heshima kama UDA fraternity for the successful hosting of the Africa Climate Summit and for your sterling performance at the United Nations General Assembly. Tumepata heshima kama Kenya, na katika bara la Afrika, we feel proud
that African leaders have identified you as a worthy leader to champion the issues of the African continent in the world stage. Tunataka tuseme asante. Your Excellency, we also want to thank you. Kwa sababu hakuna mtu hajui ile Kenya ulikabidhiwa. Ulipata Kenya yenye matatizo mengi ya kiuchumi. Na mimi nilisema pale Kasarani wakanipigia kelele. Wakasema mimi ni mjeuri. Ati mimi naonika Kenya mbele ya wazungu. Mimi nikasema sikuli kwa mtu, mimi nakula kwa Mama Gachagua, naweza sema ile iko. Rais, tulipata matatizo mengi. And through prudent management, through well thought out economic interventions, we have started seeing signs of economic recovery. One of the clearest signs of economic recovery is at the end of the 2022-2023 financial year. By the closure of the financial year on 30th June midnight, your government had disbursed the last penny to the county governments, and we don't owe them a cent. Similarly, all the 290 constituencies had received their funds. There are challenges, yes, but that is a clear sign that the president has put the country on the right trajectory of economic revival. Kwa hivyo rais, tutaendelea kukuunga mkono, and this being your ambassadors, pia tunaomba nyinyi viongozi mutakuwa ambassadors wa serikali na wa rais mashinani, ya kwamba tukipata shida ile iko matatizo ya kitaifa, like we have a challenge with the fuel prices, which is a global challenge, nyinyi mkiwa maambassador wa rais katika ward, katika constituency, katika county, ndio mtakuwa mstari wa mbele ya kueleza wananchi yale mambo ambayo inaendelea, wasikuje kushurutishwa na negative propaganda by those that we defeated and those who work for them. Rais, hii chama yetu ni chama ya kitaifa na si chama ya kushinda uchaguzi. Previously, political parties were for winning elections. And that is why, after winning elections, all the parties that had won elections died away. The UDA party was not formed for the sole purpose of forming government. It is a party based on ideology, the bottom-up economic transformation agenda. So this is a party of the future, the party that must live for generations to come. And that is why, Your Excellency, by convening this National Governing Council, is the first step of making sure that this party is strengthened, and it's a party that will be around not in the next 10 years, not in the next 20 years, but the next century as a party with an ideology. Nikimalizia rais, ndio nikualike niseme ya kwamba hawa waheshimiwa wetu watakuambia ya kwamba Wakenya wamefurahia ile kuteremusha bei ya mbolea kutoka shilingi 7,000 mpaka 2,500. Na wananchi wamefurahia. Ya pili, rais, serikali yako iliamua ya kwamba haitakuwa ya kuhangaisha wananchi, itakuwa ni ya kusaidia wananchi. Tangu uliapishwa kama rais, hakuna Wakenya wameshurutishwa na kubomolewa nyumba yao usiku na kutolewa bila mpango. Na rais, vile uliahidi ya kwamba your government is people-centered, it's a government that is sensitive to the people of Kenya. We want to thank you for that, so that we continue enjoying our democracy. Again, Your Excellency, we want to thank you and the government for the success story in the North Rift. Pale kabla uchukue ushukane kama rais, bunduki ilikuwa nalia usiku na mchana, watoto wanaumia, wamama wanaumia. And through your leadership
and proper guidance, the Ministry of Interior and Defense, the North Rift is enjoying peace, and a lot of work is going on to make sure that that peace is sustained for posterity. Na kwa hivyo rais wetu, MCs wetu, hawa ndio ile askari yako ya pale chini. Hawa ndio viongozi wanakaa na wananchi every day. Unajua mimi na wewe rais tuko na kazi mingi, tunaweza enda pale nyumbani once in a while. Hao members of parliament wanakuja bunge Tuesday, Wednesday, Thursday, wanakuja weekend, wanarudi Nairobi. Governor ako pale kwa county. Lakini hawa MCAs hawezi hepa wananchi. Hawa ndio wanakaa na wananchi kila siku. Na kwa hivyo hawa ndio askari wetu wa maana zaidi. Na ndio ambaye watatusaidia kueleza program zetu kwa wananchi. Kwa hivyo mimi naungana na viongozi wenzangu. Ukipata nafasi upate kikao na hawa, tuongee mambo ya nyumbani. Lakini pia tu nimuulize MCAs, kuna mambo ya hapa kwa kila mtu na kuna mambo ya nyumbani. Ile kikao naomba rais ni ya nyumbani, kwa sababu ile mambo ingine ikitangazwa sana, saa ingine natuletea matatizo. Na ndio tumepanga na wale ambuliwe wakataka kuomba nyinyi MCAs na magavana wetu. Munajua tumelaliwa sana na pombe haramu na bangi. Tunaomba nyinyi katika vikao yenu kama assembly mupitize zile sheria ambaye zitatusaidia kukabiliana na pombe haramu na bangi. Na pia tunauliza magavana wetu wa UDA wakuwe mstari wa mbele katika hii vita ya kupigana na pombe, kwa sababu tusipofanya hivyo vijana wetu ambaye ndio kesho yetu watamalizika. Kwa hivyo, with the support of the governors and the members of the county assembly, we should be able to make some good progress so that we can save the next generation. Kwa hivyo rais, sisi tunakushukuru na tunafurahi. Na hawa Your Excellency, unajua wananikashifu nikiongea mambo ya shares. Mimi sina maneno. Mimi nasema Kenya ni yetu sisi zote, ya kila Mkenya, na kila Mkenya apate maendeleo kwa sababu analipa kodi. Na rais ni baba wa Mkenya wote, afanyie wa Kenya wote kazi. Lakini in the leadership of President William Ruto there is some shareholding katika uongozi wake. Na rais, wale shareholders halisi katika uongozi wako ni hao wameketi hapa siku ya leo. Na ndio tunasema rais afanyie wa Kenya wote kazi, kila sehemu ya Kenya ipate maendeleo. Lakini wale wa kumsaidia ndio wafaulu ni wale wanamuamini, waliunga yeye mkono na wanamuelewa. Kwa sababu huwezi chukua wale hawakuelewi, wale walikuwa wanasema hutoshi, hufai, uambie wakusaidie kazi. Kazi yako itakwama. Kwa hivyo rais, mimi nataka niseme mbele yako, mbele ya chama, ya kwamba in your leadership, these are the true shareholders of your leadership, and they must occupy the rightful place in that leadership because they believed in you, they believed in your policies, they believed in your ability to steer this country to the next level. Muko tayari tumkaribishe kiongozi wetu? Mutasimama? Kuna mama wanajua vigelegele? Haya, 1, 2, 3, 4,
5. Karibu Mheshimiwa Rais. Haya. Harambee. 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 UDA. 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 Kazi ni kazi. Asanteni sana, tuketi chini. Mheshimiwa Deputy Party Leader wetu, Mheshimiwa Chairman, Secretary General, Treasurer, members wote wa council hii ya National Governing Council, hamjambo. Hamjambo tena. Bwana asifiwe. Basi mimi nataka nichukue nafasi hii niungane kwanza na viongozi wale waliosema mbele yangu. Mimi niwakaribishe nyinyi nyote katika mkutano huu wa kwanza wa National Governing Council wa chama ya UDA. Karibuni sana na pongezi. Wale wote mmeketi hapa, muko hapa na sababu. Na muko hapa kwa sababu mumeteuliwa, mumechaguliwa, and each and every one of us who is here as a matter of right. Kwa hivyo mimi nataka niseme karibuni sana. Tuendeshe huu mkutano wa kwanza na wa muhimu wa chama cha UDA. Mimi najua ya kwamba sio kawaida. Pale mbeleni tulienda kwenye uchaguzi na baadaye chama ikawa wale watu walikuwa wanaita ati chama ni matatu. Ya kukutoa pale, kukufikisha pale, unalipa ushuru, alafu unahama. Lakini tumekuja hapa kubadilisha, to have a paradigm shift about the politics of our country. Tumekuja hapa kudhibitisha ya kwamba chama si matatu. Chama ni institution ya governance na ya kuendesha mambo ya siasa ya taifa letu la Kenya. Kwanza kabisa, wacha mimi niwashukuru ninyi nyote. Kila mmoja wetu aliye hapa mulichagia katika uchaguzi ambao ulitupatia ushindi kama chama cha UDA. Mimi nataka niseme asante sana. Narudia tena, kwenu ninyi nyote mlioshiriki kama MCS candidates, kama wabunge wetu, maseneta, magavana, kila mtu, wale officials wetu wa chama mlio hapa, wote mlichangia katika ushindi wetu. Kwa niaba yangu mimi nataka niwaambie asante sana. Wakenya wengi milioni 7.2 walishiriki katika uchaguzi huu katika upande wetu na kutupatia kura zao. Wengine zaidi walishiriki kuwachagua ninyi kama MCA, wabunge, senator na pamoja na governors. Sisi kama chama cha UDA National Governing Council, tunataka tuwashukuru wanachama wetu wote katika mkutano huu wetu wa kwanza. Tuwaambie wanachama wote wa UDA mahali popote walipo, asanteni sana kwa
kura zenu na kwa ushirika wenu. Nataka pia nichukue nafasi hii niwashukuru wale waliokuja wakaungana na sisi, watu kutoka vyama zingine. Kwa niaba yetu tena nataka niwaambie wale wote wa Ford Kenya, wa ANC, wa Chap wa kutoka chama zingine zote, I will not mention all of them, tuwaambie asante sana kwa kutuunga mkono ndio tuweze kupata huu. Vile mambo yalivyo kwa ile manifesto tulitengeneza, mambo yamefika wapi? Hiyo ni jambo la kwanza. To give you an account of where the implementation of our manifesto imefikia. Tana hapa tuwe na mkutano wa chama, tuweze kupanga chama yetu na tukubaliane vile chama itaenda mbele na vile tutashirikisha Wakenya zaidi katika mambo ya chama yetu ya UDA. Na jambo la tatu, tumekuja hapa kupanga vile chama yetu ya UDA, kwa sababu chama sio ya wale sisi tumeketi hapa. Chama ni ya wenye toka ward kwenda kwa constituency, kwenda kwa county, na vile vile tutakuja tuwe na mkutano kama huu, tuwe na uchaguzi wa chama wa kitaifa, ndio ijulikane nani ako na nafasi gani, na iwe imeamuliwa sio na mimi, sio na Rigiji, sio na wadosi hapa, lakini na wenye chama wenyewe. That is why we are here. Tunaelewana jameni? Tuko hapa mambo matatu. Mimi nitawapatia account ya vile mambo yalivyo katika kuendesha mambo ya manifesto, kwa sababu tumechaguliwa kwa sababu ya manifesto ambayo tuliuziwa wa Kenya. Alafu tumekutana hapa kupanga mambo ya chama yetu. Alafu tutakubaliana vile tutakuwa na uchaguzi, wenye chama waamue uongozi wa chama. 3 things. Na nasema hivyo kwa sababu katika ukumbi huu ndio nilitangazwa nikawa rais wa Jamhuri ya Kenya. Na katika ule uchaguzi ambayo tumewaambia Wakenya shukrani nyingi, na tumekubaliana ya kwamba tutasonga mbele tukiwa pamoja. Katika huo uchaguzi ulikuwa na uchaguzi wa maana sana, na ulikuwa na uchaguzi wa kipekee, aina ya kipekee katika taifa letu la Kenya, kwa sababu ilikuwa ni uchaguzi wa Kenya walizungumza in an equivocal manner. The people of Kenya spoke in the last election, and they said they wanted an election that is free of ethnicity. The people of Kenya, secondly, said they wanted an election that is free of violence. And number 3, they said they wanted an election that is determined by the people in a democratic manner. Haya ndio mambo matatu ambayo yalitokea ama yalidhihirika kwa uchaguzi uliofanyika. Jambo la kwanza, wananchi wenyewe waliamua ya kwamba hawataki tena siasa ya Kenya iwe ni siasa inaendeshwa kwa misingi ya ukabila. Ndio sababu mimi nilichaguliwa na watu wa jamii zote katika taifa letu la Kenya. Watu walionipigia kura wa jamii zingine wanazidi wale walionipigia kura wa kutoka jamii yangu. Hiyo ndio statement ya watu wa Kenya. Na Wakenya walisema wamechoka na siasa ya ukabila, wanataka siasa ya sera. Na ndio walichagua kwa sababu ya sera yetu, sio kwa sababu ya kabila ambazo tunatoka. Mnajua wale tulikuwa tunashindana na wao wakati huo walikuwa wanatuambia ya kwamba hatuwezi kushinda kwa sababu jamii hii na jamii hii na jamii ile itaungana. Lakini Wakenya waliungana na wakashinda ukabila. Jambo la pili, Wakenya waliamua ya kwamba tutakuwa na uchaguzi wa amani. Na ndio sababu hiyo, hata mbali na yale mambo yaliyotokea katika ukumbi huu, fujo ililetwa hapa, kisirani ililetwa hapa, lakini Wakenya na IEBC walisimama mahali ya ukweli na uchaguzi ukatangazwa, ukawa ni wa huru na haki.
pale IBC walituweka mahali pazuri sana, kwa sababu for the first time we had a public portal where any Kenyan could follow the elections from the comfort of their homes. It was not possible to change the results of that election. Na jambo la tatu, Wakenya waliamua wao ndio kusema. Tuliambiwa ya kwamba kuna kitu inaitwa system. Tukaambiwa kuna ingine inaitwa deep state. Si tuliambiwa hiyo maneno yote? Lakini Wakenya ni nani? Si Wakenya ndio walikuwa wakusema? Tulishinda deep state, tukashinda system, tukashinda ile ingine sijui nini, at machinery. Hiyo yote. So katika hiyo uchaguzi, the people of Kenya spoke loudly that it is them who decide the leadership of their country. It is not the system, it is not the deep state. Ni kweli ama si kweli? Na ndio tumesimama katika ukumbi huu leo ili Wakenya wajue ya kwamba yale mambo walituambia tulisikia. We heard the people of Kenya loudly that they do not want politics based on ethnicity, that they want a peaceful country, and that they want a democratic country. And that is why we are sitting here as UDA today to lay the firm foundation for a democratic party that is a national party and that will get rid of the politics of ethnicity, a party that will be built on the solid foundation of a program, an agenda, and a manifesto that shortly I am going to explain to you mahali tumefika na hiyo manifesto yetu. So, let me start with the first assignment that I have before you. This party does not belong to me. I am just the leader. The party belongs to you and to the millions of supporters of this party in every part of the country. And as the leader, I must give you a report of what the government you elected has done over the last 1 year. We agreed on 5 areas. Tulikubaliana mambo ya kilimo katika manifesto yetu. Tukakubaliana mambo ya universal health coverage. Tukakubaliana mambo ya housing. Tukakubaliana mambo ya MSME. Tukakubaliana mambo ya digital super highway. Haya ndio mambo matano ambayo yana underpin ile manifesto yetu ambayo tulichaguliwa na Wakenya, tuliwauzia Wakenya. Katika mambo ya kilimo, hapo ndio matatizo ya gharama ya maisha yalipo. Na mnakumbuka wakati tulikuja mashinani, tulikubaliana na nyinyi ya kwamba tutabadilisha msingi wa kilimo ili tuhakikishe ya kwamba tunawasaidia wakulima watuzalishie chakula ya kutosha, ndio tupunguze gharama ya chakula, tukipunguza gharama ya maisha. Ni kweli ama si kweli? Na ndio sababu hiyo katika nafasi yetu ya kwanza ndio tumeenda pale tukasema njia ya kwanza ya kuhakikisha kwamba tunapunguza gharama ya maisha ni kuenda kutafuta namna ya kumsaidia mkulima azalishe chakula zaidi. Na ndio sababu tumepunguza gharama ya mbolea, tunashughulikia gharama ya mbegu. Sasa hivi tukiongea, mbali na kupunguza gharama ya mbolea kutoka 7,000 mpaka 2,500, saa hizi tunashughulikia gharama ya mbegu zingine, cotton seed, sunflower and others, so that we can begin the journey to reduce the cost of living, because it is the pragmatic way kupunguza gharama ya maisha. Sehemu ingine tumekubaliana katika budget, tumepitisha ya kwamba tutakuwa tunaagiza yellow maize duty free, na tumekubaliana na wizara ya kwamba tunataka kupunguza gharama ya chakula ya mifugo yetu. Vile vile gharama ya mifugo ya nyama, gharama ya chakula ya ng'ombe ya maziwa, gharama ya mifugo yale mengine ikiwemo kuku na zile zingine,
wafugaji wa kuku kama mimi na wengine, tunataka hiyo gharama ikuje chini, ndio tuweze tuhakikishe ya kwamba tunapunguza ama tunaongeza mapato ya wakulima, na vile vile tuwapatie uwezo wa kuzalisha chakula zaidi, maziwa zaidi na yale mambo mengine zaidi. Haya ni mambo tayari tumeyapitisha katika bunge, na saa hizi tunayateka ajira, kwa sababu tulikubaliana ya kwamba katika kila familia haikosekani watoto 2, 3 wamemaliza shule na hawana kazi. Ni kweli ama si kweli? Na ndio sababu hiyo niliwaeleza ya kwamba tutakuwa na mpango maalum, deliberate, intentional, kwa sababu pale mbele kama taifa hatujawahi kuwa na mpango wa kuzalisha nafasi ya ajira. That is why this time, for the first time, we have a comprehensive program on how to create jobs deliberately and intentionally. Na tuko na mambo 4 ambayo tunafanya kuzalisha nafasi ya ajira katika taifa letu. Ya kwanza, niliwaeleza ya kwamba tutakuwa na mpango wa housing, kwa sababu housing imetambulika duniani kote kwamba ndio mahali ambapo panaweza kuzalishwa nafasi ya ajira nyingi kuliko sekta zingine. Sababu hiyo ndio tulikuwa na mpango, tukaweka katika sheria, tukatengeneza housing fund. Mimi nafurahi ya kwamba leo tuko na uwezo, na nilitangaza juzi wakati nilitembea pale Mukuru ya kwamba in the last 1 year tumeanzisha ujenzi wa manyumba 70,000 tayari, na nikiongea na nyinyi zaidi ya vijana 150,000 nirudie, tayari wako kazini. Nia yetu ni kuhakikisha kwamba tunajenga nyumba 200,000 kila mwaka, ili tuhakikishe kwamba tunapata ajira katika sekta hiyo ya housing. That is our first plan in our commitment to create jobs. Jambo la pili, katika hiyo sekta tumekubaliana ya kwamba kutumia digital superhighway, ambayo ni sehemu ingine ya manifesto yetu. Saa hizi tunaendelea na kusambaza mambo ya fiber optic iende kwa katika kila ward. Hawa wabunge wetu tayari tumekubaliana na wao vile tutakuwa na digital hub ama ICT hub katika kila ward, na mimi najua MCAs wako hapa. Nataka kila MCA ajue mpango ya serikali ya UDA ya Kenya Kwanza ni kuhakikisha ya kwamba kila ward kutakuwa na ICT hub. Nataka wewe MCA uanze kujipanga na mbunge wako. Tayari tunasambaza kompyuta 22,000 tayari katika kila TVET, every institution ya TVET tunaweka kompyuta katika kila TVET. Mimi nimekuwa katika sehemu mbalimbali, Waziri Owalo na watu wake wanatembea kila mahali, na tunataka tukubaliane, na hiyo ni mpango ya mwaka huu. Tumeweka pesa katika budget, tumekubaliana vile tutakuwa na ICT, tumekubaliana hiyo ICT infrastructure itakuwa namna gani, na wabunge wetu kutumia CDF watajenga ile mjengo, na sisi tutaweka equipment. Na pale tunataka kufanya mambo mawili, actually mambo matatu. Namba ya kwanza, tunataka tuhakikishe ya kwamba vijana wetu in every ward, vijana 300, vijana 400, vijana 500 wanapata mafundisho ya kutumia kompyuta. Jambo la pili, pale katika ward pia tupange vile nafasi ya ajira inaitwa remote jobs, inaitwa digital jobs, ambayo tayari tumekubaliana na kampuni nyingi za kimataifa. Mimi nilikuwa Marekani, nikawa Silicon Valley, tukakubaliana na watu wa Amazon, tukakubaliana na watu wa Intel,
tukakubaliana na watu wa Google ambayo niliwatembelea ya kwamba tutapata nafasi ya ajira ya vijana wetu watakaofanya kazi wakiwa nyumbani pale katika ward, mahali inaitwa ama kazi inayoitwa digital jobs, because we must be deliberate, we must be intentional about creating job opportunities for the young people of our nation. Na jambo la pili, tunataka kutumia hiyo fiber optic na ICT wards kupanga mambo ya kuhakikisha kwamba e-commerce, biashara katika mtandao, inasonga mbele. Na vile vile tutatumia hiyo e-commerce kuhakikisha kwamba hata services ya serikali unaweza kupata ukiwa mahali karibu, sio lazima utembelee ofisi za serikali mahali popote mlipo. Jambo la tatu, tumekubaliana ya kwamba tutakuwa na program intentional, deliberate ya export of labor from Kenya. Tayari tunapata pesa bilioni 500 kila mwaka, $4 billion kila mwaka kutoka diaspora remittance, wa Kenya wanaofanya kazi nje ya Kenya. Nia yetu ni kuongeza hiyo diaspora remittance kutoka bilioni 4 dola za Marekani mpaka trilioni 1. Ni mnanielewa? So our intention is to double the money that we get from remittance. Saa hizi wizara ambayo inahusika na mambo ya labor, nimefanya mikutano mingi pamoja na wao. Tumekubaliana na serikali ya Marekani, tumekubaliana na serikali ya Ujerumani, rais wa Ujerumani alikuwa hapa. Tumekubaliana na rais wa Canada, nilikutana na yeye hata juzi, na tumekubaliana tuwe na bilateral labor agreement. Tumekubaliana na serikali ya UAE, tunakubaliana naenda serikali kule Saudi, kwa sababu wanahitaji wafanyikazi Saudi peke yake, wanahitaji wafanyikazi 500,000 kutoka Kenya pale Saudi Arabia, na sio wafanyikazi wale domestic workers. Tumekubaliana wa Kenya wako na skills ya kutosha. Saa hizi zile bilateral agreement zote tuna sign ili tutafute ajira za wa Kenya, sio ya domestic workers peke yake. Tunaweka sahini mikataba ambayo itatupatia skilled jobs, unskilled jobs, and professional jobs, ili tuhakikisha kwamba wa Kenya wanapata ajira. So this is the plan that we have in that sector. Tulikubaliana na nyinyi pia ya kwamba ili tuwe na wafanyikazi hawa ambao tunawazungumzia, lazima tuwe na program ya kuhakikisha kwamba masomo yetu iko sawa sawa, na inatupatia watu ambao watakuwa na skills na competencies ambayo itawasaidia kufanya kazi ile wanatafuta. Na ndio sababu mnajua tulikuwa na matatizo siku ile ya uchaguzi ya mambo ya CBC, na Wakenya wengi walikuwa wanasema hii CBC ifutiliwe mbali, si ni kweli? Lakini tuliwaahidi ya kwamba tutaishughulikia mambo ya CBC na elimu ya taifa letu la Kenya. Mimi nataka niwatangazie mkiwa wanachama wa NGC wa UDA ya kwamba matatizo yaliyokuweko kwa sekta ya elimu tumeyatatua. Tuliweka professional body ambayo ilishughulika na hiyo mambo yote ya elimu. Tumepanga mambo ya CBC. Sasa tumekubaliana na walimu, tumekubaliana na wazazi, tumekubaliana na stakeholders wale wengine wote